Habari za saizi mtazamaji wa Revelation Media. Tumetembelea shirika Kutoa ni Moyo Foundation nchini Malawi, kampeni Dzaleka. Wakati tulikuwa tunapita tumefika hospitalini, tumekuta ya kwamba kuna msaada wanaoutoa, na tutaongea na kiongozi ili tujue machache kuhusu shirika hili la Kutoa ni Moyo. Habari sasa hizi kiongozi? Salama. Mambo yanaendaje? Salama tu. Kazi ipo sawa? Kazi iko vizuri. Labda tukufahamu kidogo. Kwa majina naitwa kijana Sadoki Felix John Mwanalinde. Mwanalinde. Yeah. Labda tukuulize kidogo kuhusu kazi. Ndio. Shirika hili ulilipata mnamo mwaka gani? Shirika hili nilipata mwaka wa 2024. Mwaka wa 2024. Ndio. Kwa nini ulianzisha au kwa nini ulipata mawazo ya kuanza shirika hili? Mawazo ya kuanzisha shirika hili sio mimi ndo niliyapata, ila kuna mwanzilishi ambao aliyapata ndo akanishirikisha tu nisimamie hapa Malawi. Wakati alipopata hayo mawazo, alikuambia nini kilichomsukuma au shauku gani iliyomuingiza kwa kuanza shirika hili? Shauku iliyomsukuma ni kwa sababu aliishi ndani ya kambi hii na aliona hali ya kambi na matatizo, akaona hapana, si vyema kukaa kwa kile kidogo anayoipata, acha anzishe shirika hili. Yeah. Na wakati alipoanzisha shirika hili, je, alikuwa bado yupo kambini au alikuwa ameshatoka nje? Alikuwa ameshatoka kambini. Na wakati alipo kushirikisha, je, na wewe kuna watu ulioshirikisha au namna gani? Niliona shirika hili ni kubwa na siwezi nikalitumika peke yangu, ikabidi niwachague watu ambao nitatumika nao, na ndio nikawachagua kama watu ulivyowaona kwenye kipindi tulikuwa tunapokeza pale hospitalini. Wote ni wanamemba wa kundi. Wote ni wanamemba. Je, kwenye kikundi chenu hichi au kwenye organization hili au kwenye shirika hili kuna watu wangapi? Tuko watu 30. Ya, tuko watu 30 na mimi ndio kiongozi hapa. Na wewe ndio kiongozi. Ndio. Je, kwa umesema ya kwamba ni mwaka wa 2024 ndio uliopokea shirika hili hapa nchini Malawi, kampeni Dzaleka. Je, mmeshawahi kusaidia wazazi wangapi, wa yatima wangapi na wasiojiweza wangapi? Kwa haraka kwa kuja hospitalini nafikiri leo ndo mara ya kwanza. Ila kwa mayatima tumeshawahi kupokeza zaidi ya mayatima 300, wajane 300, walemavu 300, wazee 300. Wote wako kwenye daftari, yani ni kama watu 1000 na kwenye miaka hiyo 2.5. Ndio. Kwa kusaidia wazazi, je, mmeshawasaidia zaidi ya mara 4 au kuendelea au namna gani? Maana siku ya leo ndo siku ya kwanza wakati tulipokuwa tukizunguka tumewakuta hapa. Leo ndo tulipata hayo maono ya kusema trip hii tuanze kwanza hospitalini. Hapa tuliwapokeza wazazi na wale ambao mimba yao imeshakuwa makubwa sana, ndo watu ambao tuliwasaidia. Umewasaidia nini? Tuliwaletea mikate, tukawaletea masukari na sabuni za kufulia nguo za watoto. Hapo ndipo tulipoanzia kwenye mwaka huu. Una mawazo gani wewe kama kiongozi unayesimamia shirika hili hapa nchini Malawi? Una mawazo gani ya kuendelesha kikundi? Mawazo yangu ni kundi endelee mbele. Tuwasaidie watu ambao wako kwenye level ya chini, wapande kidogo at least kulingana na uwezo wetu, yani wawe hata kwenye level nyingine ya katikati. Kuna kauli inayosemeka kusema ya kwamba auoni ya kwamba kwenye kikundi kukiwa vijana na wasichana kunakuwa kama changamoto ya kikundi au kitu fulani kutokuendelea. Je, unaona kikundi hichi kitaendelea au kitafikia katikati kuvunjika? Changamoto hizo zipo nyingi kambini, lakini kundi yetu na masharti yake, na mtu asipozingatia masharti ya kundi watu tunamtoa mara moja. Lakini kulingana na watu ambao wanaingia kwenye kundi wanaheshimia masharti, na ndio maana bado ninaona kwenye miaka 2.5 hii hakujawa changamoto yote mbaya kwenye kundi letu. Asante sana. Labda tuulize, mtu akihitaji kuwasapoti anaweza akapitia njia gani au anaweza akapitia wapi? Mtu akitaka kutusapoti tunapatikana kwenye TikTok tupo, kwenye Facebook tupo, na kwa wiki hizi 2 tunamalizia maharakati ya kuingia YouTube, kwenye Instagram na zingine accounts za mbalimbali. Unasema kwenye Facebook mpo, kwenye TikTok mpo. Je, kwenye Facebook akihitaji kuwatafuta anaweza katafuta kama nani? Anaweza kaandika tu Kutoa ni Moyo Foundation. Kutoa ni Moyo Foundation. Je, mtu akihitaji kuwasupport kuna taratibu zinazofuatwa au kuna kanuni zinazofuatwa kwa yeye kuwasaidia au namna gani? Hamna, kwa sababu sisi hatuna ubaguzi. Yani ni mtu akijisikia tu nataka kufanya hiki, yani yuko huru, akitusearch pale anaweza kamata tu mwanamemba yote pale ambaye ataona haraka, ataongea naye, yani kila kitu kitanifikia, hamna hata shida kabisa. Na atafanya kile kadri na uwezo wake. Asante sana. Je, na mtu akihitaji kujiunga kwenye kundi hili, je, kunakuwa utaratibu gani? Kwa mtu ambaye anahitaji kuingia kwenye kundi hakuna masharti yoyote magumu,
ni yeye tu kuwa available kwa kutumikisha simu, kwa sababu vikao vyetu vingi na mipangilio yetu mengi sana yanapitikana kwenye group basi. Yanapitikana kwenye group. Yeah. Je, wakati mtu anapoingia tunalipwa ngapi kwa mwezi? Kwa sababu hata mimi pia nahitaji kujiunga. Je, nitakuwa ninalipwa ngapi kwa mwezi? Kazi hii haina malipo. Kwa sababu inatumika na kulingana kwa hiari ya mtu, ndio maana tuliita ni kutoa ni moyo. Yaani unatumika utarajii majibu kabisa, au kupata vyovyote vile au sitarajii vitu kama na hivi. Sasa tukifata kwenye misemo ya wasemo, wanasema ya kwamba ya wahenga, wanasema ya kwamba hauwezi ukasaidia mtu mwingine na kabla hujajisaidia wewe mwenyewe. Kwa mfano kumekuja 500,000 alafu unaniambia kwamba tusaidia watu wengine. Mimi nina shida au nina njaa, mimi nina njaa alafu nisaidie watu wengine, au imekaaje hivi? Misemo hiyo ni watu wanasema na watu wanasema kulingana na moyo. Mimi siwezi nikapokea milioni 2 ya kusaidia watu alafu tena mimi nipige hesabu kwenye milioni 2 nipate ambazo zitaniendesha nyumbani kwangu. Hiyo sio haki. Mimi pesa zikija na kwa natangaza kwenye group, kumekuja pesa 400,000 au milioni 2, kila mtu anakuwa anajua. Tukienda kuuza vitu tena tunaenda sisi wote. Kila kitu bei tunaandika kwenye group. Yaani anayetuma hela zake na tukimpigia budget, tukienda sokoni, yani anajua pesa zilizotumika na pesa ambazo zinabaki kwenye account, ili kwa project ya mwezi mwingine zile pesa zinasaidia tena. Yani siwezi nikaiba pesa za kundi hapa. Mtazamaji wa Revelation Media, tulikuwa naye kiongozi msimamizi wa Kutoa ni Moyo Foundation nchini Malawi kambini Dzaleka, na amesema ya kwamba wao wapo kwa ajili ya kusaidia wajane, mayatima na wasiojiweza pia, na wana matarajio ya kuishia hapa, wataendelea na kuendelea. Kwa maana hivyo, wewe uliye na mawazo ya kusaidia unaweza ukawatafuta kwenye page yao ya Facebook ambayo ni Kutoa ni Moyo Foundation, kwenye account yao ya TikTok pia unaweza ukawatafuta kwa Kutoa ni Moyo Foundation. Upo na mimi mtangazaji wako Ice Wilonja. Usikose kulike, kusubscribe na kucomment kwenye channel yetu. Together